Kuna ngazi 3 za kupenda kitu. Ngazi za kwanza ni kuvutiwa. Ngazi ya pili ni kuhusudu, passion. Iko juu zaidi ya kuvutiwa. Ngazi ya 3 ni kuzimia, obsession. Unakuwa obsessed na kitu. Yaani ongea na kocha jinsi ya kupenda chochote ili upate mafanikio makubwa. Karibu rafiki yangu mpendwa, bichako pendwa cha ongea na kocha. Kwa rafiki yako kocha Dr. Makita Amani, daktari, kocha, mwandishi na mkufunzi. Kwa vipindi hivi rafiki tunaongelea maneno makubwa 3. Neno la kwanza likiwa ni kuhusu mafanikio, yaani kujenga tabia na nidhamu sahihi sana ya mafanikio. Inabidi ni kuhusu fedha, kujenga utajiri na uhuru wa kifedha. Na eneo la tatu kuhusu biashara, kujenga biashara inayojiendesha yenyewe bila kutegemea wewe moja kwa moja. Karibu leo rafiki, ambako tunajifunza jinsi ya kupenda chochote ili uweze kujenga mafanikio makubwa sana. Rafiki, mafanikio ni kitu ambacho kila mtu anakitaka, si ndio? Kila mtu anataka kufanikiwa. Na mafanikio yakiwa na maana tofauti kwa kila mtu, si ndio? Lakini katika jamii yoyote, kwenye eneo lolote, wanaofanikiwa kweli huwa ni wachache sana. Wachache mno. Wengi wanataka mafanikio, lakini wachache ndio wanaoishia kupata mafanikio. Sasa imekuwa ni swali linaloulizwa na watu wengi, ni nini hasa siri hawa wachache wanaofanikiwa? Semina zimetolewa, mafunzo yametolewa, vitabu vimeandikwa, siri za mafanikio, mbinu za mafanikio, mikakati ya mafanikio. Lakini bado wanaofanikiwa wanabaki kuwa wachache. Ni kitu gani kimejificha hapo mafanikio? Ni sentensi ambayo wengi hawajaweza kueleza. Ni kitendawili ambacho wengi hawajaweza kung'amua. Mpaka leo sasa rafiki, na kuja kuzungumza na wewe, nataka nikufungulie hili, niweke bayana, wewe uamue sasa kama utajenga hichi unachotaka kujenga ufanikiwe, au utabaki ukiyatamani mafanikio na maisha yako kubaki pale alipo. Rafiki, kuna ngazi 3 za kupenda kitu. Ngazi 3 za kupenda kitu. Ngazi za kwanza ni kuvutiwa. Sawa? Kuvutiwa, yani liking. I like this. Niko interested. Wangeleza sema interested. Umevutiwa. Ni kitu kinachokuvutia. Hiyo ndio ngazi ya kwanza na ya chini kabisa ya kupenda kitu. Ngazi ya pili ni kuhusudu. Passion, unahusudu kitu, unakuwa passionate na kitu, iko juu zaidi ya kuvutiwa tu, iko interested. Unakuwa unahusudu kitu, unakipenda kwa kiwango kizuri. Na ngazi ya 3 ni kuzimia, obsession. Unakuwa obsessed na kitu, yani kama umeingiwa na pepo hivi, kiasi kwamba kile kitu huwezi kukiacha. Kile kitu huwa hakuna cha kukutenganisha wewe na kile kitu ambacho unakipenda. Sasa kwa rafiki, wewe upo ngazi gani kwenye mambo ambayo unayafanya? Kwa sababu kama upo kwenye ngazi ya kuvutiwa na kitu, sahau kuhusu mafanikio. Wewe upo tu kwenye mchezo wa watoto. Yaani wewe ni kama uko ligi ya mchangani. Hakuna ambacho unakifanya kikubwa. Kama unahusudu kitu, yani uko passionate, unaweza ukapambana, lakini ukutana na magumu wewe utakimbia. Hautakaa kwa muda mrefu. Ila kama umezama, kama umezimia kwenye kitu, kama uko obsessed, hakuna cha kukutoa kwenye hiyo safari. Hakuna cha kukutenganisha na hicho ambacho unataka. Hii ndio ile ndoa, kama unasikia ndoa ambayo haiwezi kuvunjwa, ndio hiyo ya obsession. Na unapoangalia rafiki, watu wote ambao wamewahi kufanya makubwa kwenye dunia hawakuwa wanavutiwa, hawakuwa wanahusudu, walikuwa wamezimia kwenye hicho kitu. Nakumbuka wakati najifunza kuhusu mafanikio, nilikutana na story moja ya Kobe Bryant. Alikuwa mchezaji basketball bora duniani nchini Marekani, sasa hivi ni marehemu. Alikuwa kuna kocha mmoja, tena hii story inadisiwa na kocha, sio yeye mwenyewe kwamba ajigambe. Kuna kocha alienda alikuwa anaelezea history. Alienda kwenye timu ya Kobe, yani kama anaenda kama kocha wanja kuja kuwafundisha na kusaidia mazoezi, sawa.
Kwa hiyo akasema sasa wakawa wamekaa wapo wanafanya mazoezi mpaka baba saa 4 usiku. Kocha akasema nimechoka, ngoja nikapumzika. Ambia Kobe, wacha nikapumzike, kama utakuwa na issue ni cheki, nitakuja nikusaidie. Akamwambia mna poa kocha, mna shida. Basi jamaa kaenda zake akalala. Sasa kalala saa 10 anaona simu ya Kobe inampiga. Simu inapiga. Kobe, vipi? Anaambia kocha, hebu shuka uwanjani hapa kidogo, naomba unisaidie kitu kimoja. Jamaa akashtuka, saa 10 uwanjani. Basi akasema sababu asionekane ni mtu ambaye aziko, basi akaamka huyo Joacha akafika uwanjani. Asa alifika uwanjani, anakuta Kobe ameloa jasho. Yaani ameloa, ni saa 10 hiyo, ameloa jasho. Basi akamwambia alipokuwa anakwama jinsi ya kurusha mpira, ni akamwelekeza pale, akamwelekeza mpaka saa 12 hivi. Akamwambia sasa Kobe, sikiza, mimi ngoja nikajiandae, basi tutaonana baadaye. Akamwambia sawa, hakuna shida, tutaonana baadaye kocha, asante sana kwa kumsaidia. Basi anaendelea kupiga zake mpira, anapiga kiapo. Yule kocha akaenda akasema akafika, akasema ngoja nilale tena kidogo. Akalala kidogo, akaamka baadaye, akajiandaa vizuri, akarudi sasa uwanjani kwa ajili ya mazoezi ya baadaye ya mchana hayo. Kufika anamkuta Kobe bado anaendelea kima mazoezi madogo pale. Sasa vipi? Unaendelea? Sawa, niko sawa kabisa kocha. Kwani uliondoka saa ngapi? Akamuuliza, kuondoka kwenda wapi? Yule kocha anatamani kuzimia. Yaani alivyomwacha hakuwa ameondoka. Yaani anasema kwamba jamaa atatoka, aende sio akajiandae, arudi tena uwanjani. Kumbe mwenzake hajatoka. Yaani alivyomwacha pale ndivyo amemkuta. Hebu niambie, huyu mtu amevutiwa? Huyu mtu ameusudu? Huyu mtu amezimia? Huyu mtu yuko obsessed na huu mpira, hawezi kuacha. Yaani mtu kwa nini watu hawafanikiwi? Kwa sababu inabidi walazimishwe wafanye vitu. Kama ni kazi analazimishwa njoo kazini, wahi kazini. Kama ni biashara mpaka alazimishwe usifanye kitu. Hauwezi kutoboa. Kama inabidi ulazimishwe kufanya kitu, wewe hujazimia, wewe umevutiwa tu, niko interested na biashara. Wewe una huzuni tu, niko na passion na biashara. Hauko obsessed na biashara. Watu walikuwa obsessed, inabidi watulizwe, wapunguzwe. Hebu pumzika kidogo. Kama haujawahi kuambiwa pumzika kidogo, utoboi. Bila kuambia, bila kupenda rafiki, nakuambia ukweli. Kama haujawahi pumzika kidogo bwana. Hiyo ndio maana ya kuwa obsessed. Yaani kama Kobe na mpira hawezi kutenganishwa. Kama wewe ni mwalimu hauwezi kutenganishwa na kufundisha. Kama wewe ni biashara hauwezi kutenganishwa na wateja. Hadi muda wote unalala unashtuka, kumekucha. Kumbuka siku ambayo unasafiri sehemu ambayo hujai kwenda, unashtuka mapema, kumekucha. Hivyo pia ndivyo ambao unapaswa, jambo ambalo unataka ufanikiwe lazima likunyime usiku, sababu umelizimia sana, uko obsessed sana kiasi kwamba inabidi utulizwe ndio uweze kufanikiwa. Je, una hiyo ngazi ya kuzimia kitu rafiki? Je, umezama kwenye kitu kwa kiasi hicho rafiki? Hiyo ndio nataka nikuonyeshe hapa, namna ya kuzimia hicho kitu, namna ya kuwa obsessed na kitu ili uweze kupata mafanikio makubwa. Rafiki, mara nyingi kwenye maisha tunafanya vitu kwa sababu tumekutana navyo. Mara nyingi umekutana na kitu, ulisoma labda sio kitu gani, ulichosomea ukakosa kazi, lakini ukapata kazi nyingine, labda kazi ya mauzo, sio umesoma sio mambo ya afya, sio mambo ya kilimo, sio mambo ya community na vitu vingine, ukaja kupata kazi ya mauzo, sawa, au kazi sio ya kitu gani. Sasa wengi huwa wanafanya hizi kazi, unaona kama vile kama nimejishikiza tu afu natafuta kitu kingine cha kufanya, au nifanye kazi yangu, au unafanya kazi afu kazi kama unaona kama uipendi, anasema naifanya tu nikusanye mtaji niende nikafanya biashara, au unafanya biashara lakini unaona kwamba hii biashara ni kama naanza nayo tu, lakini baadaye hata nifanye biashara nyingine kubwa zaidi. Okoa muda wako, okoa maisha yako. Unachoma maisha, yaani kama ni maisha unayateketeza. Kwa sababu jambo lolote ambalo unalifanya ambalo hujaweka moyo wako wote, hujamwaga, hujapoa out, yani hujatoa ule moyo wako kaweka pale, puto boy, hauwezi kufanya makubwa. Hauwezi. Kwa sababu unafikiria wewe mnaenda uwanjani kucheza, wewe unapiga mazoezi yako unasema nimechoka masaa mawili haya, alafu na wenzako yuko uwanjani labda saa 9 mpaka saa 6 mchana au mpaka saa 3 asubuhi. Unatoboa hapo. Mko uwanjani, mko mnapambana hapo.
Wewe unaifanya kazi unasema ni kazi naifanya tu yani hata siipendi. Alafu kuna mwenzako ambaye anaamka asubuhi yani yuko na nguvu za kwenda kazini. Unatoboa hapo. Unakwenda na maji. Kwa hiyo kama unataka mafanikio makubwa, ni lazima uzimie. Ni lazima upende sana. Lazima uwe na kama mtu ambaye ameingiwa na nguvu ya fulani ndani yake juu ya hicho anachokifanya. Na uzuri ni kwamba unaweza ukatengeneza hii. Nasema mimi tayari sikuzaliwa napenda hiki kitu. Hakuna mtu anazaliwa anapenda chochote. Tulizaliwa unajua vitu viwili tu, kunyonya na kulia. Sawa, tulikuwa tunapenda viwili, nyonyo, lia. Nyonyo, lia. Njaa unalia, unapoa nyonyo. Unatulia. Mengine yote yanatokana na malezi uliyopata, mazingira uliyokulia, uliyokutana nayo na kadhalika. Hiyo ina maana gani? Maana kwamba una uwezo sasa wa kuweza kutengeneza kitu kipya utakachokizimia, ni utakachokipenda na kikakupa wewe mafanikio makubwa. Na hapa kuna mambo 10 ambayo nataka uyafanye ili ujenge huu upendo wa kina, upendo wa kuzimia, upendo wa obsession kwenye hicho unachokifanya sasa hivi. Iwe ni kazi, iwe ni biashara, iwe yote ile ambalo unaona kwamba anajifanyia tu. Mimi nataka unapotoka hapa uache kabisa kufanya kitu ukiwa unajizuia, ukiwa unaona kwamba nafanya kwa muda tu. Sio kitu ambacho nakipenda sana. Hiyo nataka uifute ili ujenge mafanikio ambayo ni makubwa. Jambo la kwanza, upendo hukua pale nishati inapoenda. Peleka nishati. Peleka nguvu kwenye kitu. Watu wengi sana tunakwama kwa sababu tunafanya kitu hatuweki nguvu za kutosha. Hatuweki juhudi. Weka juhudi. Fanya kitu. Kama ni kazi fanye. Yaani usianze unaleta uvivu. Hauwezi kupenda kitu kama kikea uvivu. Kama ni biashara ifanye, yani fanya. Shida kubwa sana tunayoiona sasa ni tunataka mafanikio alafu hataki kuweka kazi. Unataka kama mtu anabeti sasa. Yaani ni kama taifa zima tulikuwa taifa la kubeti sasa. Kama unataka beti, weka 1000, uweke mkeka wako upate milioni. Alafu unataka upende kazi yako, biashara yako. Yaani kwanza kitu kile cha wewe kufikiria kwamba unaweza ukapata pesa kwa kubeti. Tayari ushazingua. Mimi nakwambia, sina ubaya wote, tayari umeshazingua. Kwamba akili kama unafanya kama mchezo unafurahia sawa. Njia yangu baba ya kupumzisha akili ni kucheza, nacheza, unacheza kupoteza. Sio kucheza kupata. Lakini umekaa kwa hesabu zako umepiga, huyu atamfunga huyu, huyu atamfunga huyu, huyu atatoa na huyu, hapa 1000 milioni. Yaani wewe kesi yako ni ngumu. Sijui itaelezewaje. Hutoboi. Kuyopeleka nguvu peleka juhudi kwenye kile unachokifanya ambacho unataka kupata mafanikio makubwa. Usipeleke juhudi zako sehemu nyingine yote, usihangaike na vitu vingine yote, usihangaike na chochote ambacho haipatokea. Namba 2, huhitaji motisha kuanza bali msimamo kuendelea. Kama umeangalia hichi kipindi mpaka sasa, uenda hapo hadi moyo na moto unawaka ndani, yani huwezi kusubiri hata kipindi kiishe. Una mawazo kama milioni hapo yani. Mawazo kama 100 ya kwenda kufanya, si ndio? Lakini utoboi. Kwa nini? Kwa sababu motisha, yani bihemko. Bihemko ikizima, na wewe umezima. Kwani uongo umehudhuria semina ngapi wewe? Umesoma vitabu vingapi? Umeangalia video ngapi kwa nafika kwenye video hii hapa? Wewe naongea na wewe. Nyingi sana. Ulitoka wa moto, sema naenda kubaisha maisha yangu, si ndio? Naenda kusoma vitabu, naenda kufanya mazoezi, naenda kusiongea na wateja. Mambo kibao umesema. Yako wapi? Umepoa. Umepoa kwa sababu unategemea mihemko. Alafu vikipoa na unapoa. Sasa hautapenda kitu kwa mihemko. Badala yake fanya kwa msimamo. Wewe vichache tu. Jiambie hivi, mimi ni muuzaji, nitaongea na watu 10 kila siku kuwaambia kuhusu biashara yangu. Nitaongea na watu 10 kila siku kuwaambia mapenzi niliyoko nayo kwenye hii biashara. Bas, alafu fanya kila siku. Utakuwa bora kuliko mtu ambaye anaongea na watu 100 siku moja, alafu aongee tena mwezi mzima. Wewe unaongea 10 kila siku kwa mwezi 300. Simple. Wewe unaongea na 100 siku ya kwanza, siku ya pili, hoi, hayupo. Sawa. Kwa hiyo unachotaka ni wewe uweze acha na hizi
Utalaumu sana motivational speaker, utalaumu sana, hawana baya. Ndio mapenzi yao yako pale. Wewe sasa ambao hujui mapenzi yako yako wapi, utasumbuka. Kwa hiyo nakuomba kuwa na msimamo. Usitegemezi hamasa na mihemko. Wewe chagua kitu ambacho utakifanya na kifanye. Basi simple, fanya. Ni bora ufanye kidogo kidogo kwa kurudia, badala kufanya kwa ukubwa mara moja alafu kaacha. Hiyo itakukatisha haraka sana. 3, anza na uaminifu sio tamaa. Anza na uaminifu sio tamaa. Kinachokwamisha watu, mimi kuna jumbe siku hizi kiziona najua mtu yuko serious. Kocha, biashara gani nitapata faida haraka? Miezi 6 nisharudisha hela. Miezi 6? Anaongea nini? Miezi 6 biashara kurudisha faida? Miaka miwili biashara hujui unachokifanya. Wewe unazunguka tu. Hujui, uelewi. Ukianza na tamaa kwamba naenda kupata hiki na hiki na hiki na hiki, unafanya sababu unataka upate kitu fulani, hutoboy. Hauwezi na mapenzi ya dhati. Jenga uaminifu kwanza, jenga ile loyalty kwanza. Sawa? Hizi kitu, yani uaminike kwamba wewe ndiye mtu sahihi kwenye hicho kitu, kwa sababu unakifanya na kwa msimamo. Leo ingiwa natama kwamba napata nini, hautaweza kujenga upendo juu ya kile kitu, na hautaweza kujenga mafanikio ambayo unataka. Rafiki, tamaa, unataka sana vitu na vitaka haraka, hutaki kusubiri. Napata nini mimi? Natapata nini? Huwezi kupata matokeo makubwa kwa kuangalia vitu vya muda mfupi. Tamaa itakukwamisha na utashindwa kufanya yale ambayo unapaswa kufanya. Namba 4, zama kwa unachofanya kupata mapenzi. Zama kwenye unachofanya upate mapenzi. Watu wengi wako shallow, wako juu, wanaguza, watu wanakimbia. Yaani kila mtu ni kama, sio watu wanakimbilia wapi, mimi hata sielewi. Yaani ni kama mtu, yaani hakuna mtu ambaye anakaa, watu wengi akae chini na kitu akielewe kwa ndani, akichimbe kwa ndani. Hakuna. Yaani kitabu, mtu unamwambia kitabu, anataka anaanze biashara. Ambia kuna kitabu cha elimu ya msingi ya biashara. Kina peji ngapi? Peji kitabu kina peji 170. Zote hizo 170. Unakimbilia wapi wewe? Miaka unaanza kufanya biashara, unataka hii biashara utafanya miaka 10 ijayo. Hauwezi kukaa chini usome peji 170, 180, 200. Unafikiria nini? Zama ndani. Unataka tu mimi niambie tu nifanye kitu gani? Ingekuwa rahisi kiasi hicho ungekuwa umeshafanya, rafiki yangu wewe. Acha hizo mambo, tulia. Kaa chini, jifunze kitu kwa kina, elewa hii biashara unapataje wateja. Njia zipi za kupata wateja? Unaingia sasa unajifunza njia za kupata wateja 10. Mimi nipe moja tu. Jua kwanza zilizopo kama yakimbilia moja. Uelewe mchezo kwanza. Elewa upana wa mchezo kwanza, kama yakimbilia kuchagua. Shida kubwa sana watu wanakimbilia kuchagua kabla hata hawajaelewa upana wake. Zama. Yaani sana mtu anachimba maji, afa kutana na maji anaanza kufurahi. Kutana na maji, kumbe maji yenyewe ya chumvi. Shuka chini, kumbe maji ya baridi yako chini bwana. Zama. Utapenda mwenyewe baada ya kupata matokeo ambayo ni mazuri sana. Namba 5, zama kwa watu sahihi kuimarisha mahusiano. Zama kwa watu kuimarisha mahusiano. Matokeo yote ambayo unayataka, rafiki yangu, yapo kwa watu. Sawa? Ujinga kwamba mimi jeshi la mtu mmoja si hivi, hakuna. Unahitaji watu. Unahitaji watu, tena watu sahihi, watu wengi. Na ili hao watu waweze kukupa unachotaka, maana yake ushirikiane nao, wakupe kazi, wakupe muda, wakupe ujuzi wao, wakupe pesa zao. Lazima wakuamini. Lazima wakuamini wewe ni mtu sahihi kwao, kwa wao kuwekeza kwako. Sawa? Na sehemu kubwa sana ya kukwama inaanzia pale ambako unakuwa hauna watu sahihi. Hauaminiki manake. Na sasa huwezi kuambia tu niamini, jamani niamini ni mimi. Nakwambia ukweli kabisa. Imani, kuaminika kunajengwa. Kunajengwaje? Pale unapozama kwa watu, pale unapojenga mahusiano na watu, pale unapoelewa watu.
unapojua mahitaji yao, unapowatimizia mahitaji yao, unapowapa kile wanachotaka, unapotoa thamani kwao, unapoonekana huna tamaa yote, uko pale kwa ajili ya kutoa kitu ambacho kinanufaisha. Hapo sasa unaona, huyu ni mtu ambaye tunaweza kumwamini. Huyu ni mtu ambaye tumpe muda wetu, tumpe nguvu zetu, tumpe ujuzi wetu, tumpe pesa zetu. Zama kwa watu, usishie juu juu. Shida kubwa pia mahusiano sasa yamekuwa ni ya juu juu, ushikaji tu. Hakuna mtu anazama tena kwa na urafiki wa kweli, akawa na ushirikiano wa kweli, akawa ndani ya jumuiya ya kweli. Imekosekana hiyo kwenye zama hizi. Watu wako juu juu, watu wanakimbia, watu wana haraka, usio watu wanaenda wapi? Wanaenda wapi? Tulia. Jenga mahusiano mazuri. Jenga jamii nzuri, jenga watu washirika sahihi. Jenga timu sahihi. Unahitaji ni timu ya watu ambao ni sahihi kwako ili uweze kupata mafanikio ambayo unataka. Hautaweza peke yako, nikusisitize. Uwezi peke yako, usijaribu. Asikudanganye yoyote, hauwezi kujenga mafanikio makubwa peke. Unahitaji watu. Na watu unawapataje? Kwa kujenga mahusiano, kwa kuzama kweli. 6, zama kwenye maono kupata kusudi. Zama kwenye maono kupata kusudi. Utasikia hizo anazosema, nini kusudi la maisha yako? Nakuuliza wewe, nini kusudi la maisha yako? Uko hapa duniani kufanya nini? Anza kushangaa, anza kufikiria. Hivi unajifanya kama mwanafalsafa fulani hivi, anza kujua kusudi la maisha. Acha na vitu. Wewe zama kwenye ndoto zako. Zama kwenye maono yako. Ni picha gani ambayo inacheza kwenye akili yako muda mwingi? Hiyo ndio ishi nayo. Ishi nayo picha. Hiyo ndio italeta kusudi, maana na mengine yote kwenye dunia yanaanza na ile picha ambayo ipo kwenye akili yako, ile sauti yako ya ndani. Una ndoto gani kubwa wewe? Zama kwenye hizo. Ingia kwenye sinema yako, jione pale. Wewe kama muuzaji bora, jione kama bilionea mwenye biashara kubwa, jione kama kiongozi wa nchi, jione, ona kwa uhalisia, sio kwa kuiga, kwa uhalisia. Yani isikie kabisa ile kitu upo pale. Na hapo wewe unataka, maisha yangu hayana maana, maisha yangu hayana kusudi. Hana kusudi, una ndoto hiyo, hiyo. Chochote ambacho mwewe kudhani unataka ukipata, kiishi, yani ishi kwenye fikra zako. Ingiza kwenye kichwa chako. Na hapo sasa ndio utakapoweza kuona kusudi la maisha yako, utaweza kuona maana ya maisha yako, na utajenga maisha ambayo yanatija kwa wengi. 7, zama kwenye utulivu kupata uwazi. Shida kubwa ya zama hizi bwana ni usumbufu, distraction. Unakosa clarity, unakosa ule uwazi wa kufanya, kwa sababu umevurugwa sana. Sasa mimi ni matatizo, nifanya nini? Unafikiria kitu dakika 2 simu umeita, umepokea. Dakika 2 message imeingia, umejibu. Dakika 2 uko TikTok, uko Instagram, uko. Kwa hiyo hauwezi hata kutulia na tatizo. Wewe shangaa mtu sisemi akiota mtu, nimekuta siku moja mtu anashuhudia mtandaoni. Yaani amepata tatizo siri, msiba siri, dakika amekimbia kuposti mtandaoni. Wewe si tulia hata kidogo, tulia. Unapata tatizo wewe, tulia kwanza. Wani ukimbilia wani unakosa pata muda wa kutafakari lolote unalipitia. Shida kidogo umeshaposti mtandaoni. Watu wote watu waaminiki, wanaume wote mbuzi tu. Wewe wanaume mmoja, umekosa wanaume mmoja, ujakaa chini ukatafakari. Wanawake wote hawana maana. Wewe mwanamke mmoja mmeshindwana, hata wakati utafakari bado umekimbilia kwenda kuweka kwenye mtandao. Distraction, usumbufu, unakosa utulivu. Jambo linapotokea, pata utulivu kwanza. Usifanye maamuzi yote. Rais mmoja Marekani alikuwa na tabia, mtu akimudhi, akimzingua, alikuwa anamwandikia barua. Anakaa mwandikia barua, yani anatema nyongo yote. Alafu ile barua anaichukua na yeka kwenye draw. Alafu kesho yake aje achukue barua na isoma. Anaanza kucheka. Ilikuwa anaandika vitu gani hapa? Nilikupa mbinu. Kama una mtu umezingwana naye, wewe muandikie message, andika message. Yaani mtema nyongo, piga gazeti pale yote. Alafu si tu umeiache draft. Alafu kesho yake isome. Usijishangae hivi ilikuwa anaandika vitu gani hapa? Unajua nini?
umekuwa na utulivu, unapata clarity, unaona picha sasa. Unagundua yuko kwenye ile emotion, kwani amenionaje, amenidharau, amenichukuliaje, unajaza, unajaa, huyu unalipuka. Una siku matatizo yanajua makubwa. Hebu tulia, pata clarity, kuwa clear. Muda changamoto ya biashara, utulivu. Tulia, chill, tulia. Utapata uwazi. Sawa, wanasababu safari yako mafanikio mambo mengi, utulivu. Yaani tenga muda ambao utakuwa tulivu wako. Tenga muda ambao utakuwa na wewe. La sivyo mambo yatakuwa magumu sana. 8, maamuzi ni chanzo, mapenzi ni matokeo. Hauwezi kuanza mapenzi. Sawa. Nikupe mfano mzuri. Watu wengi maisha yako ambao una mahusiano nao, hata kama ni mke wako, mume wako, mchumba wako, sida yako karibu. Ukitoa ndugu zako. Hao watu wengi mnakutana mara kwanza kwa watu wazingatia, si ndio? Hata kama kwa mtaaba shuleni, si kwenye kazi. Leo mshanga unaye, mbona mfupi sana? Unaye, mbona muusa? Yaani ulikuwa unashobo naye. Lakini unaanza kukaa, mkikaa, mara tumesoma pamoja, mara tumediscuss pamoja, mara kazi pamoja, mara nini? Mara tumependana. Si umeona hapo? Kwa hiyo mapenzi yanaweza sianze mwanzoni, lakini unapofanya maamuzi ya kufanya kitu kanacho, mapenzi yanajengeka. Ndio maana hata wazee wanao kwa wachaguliaga watu waolewe na kuolewa na. Mimi nataka nichagulie mwenyewe nampenda. Wewe bado akili yako haiwezi kuchagua. Utakuchagulia mtu sahihi. Mkikaa mtapendanaga tu. Na kweli tafiti zinaonyesha ndoa za kuchaguliwa zilikuwa zinadumu kuliko ndoa za kuchagua na watu wenyewe. Kwa sababu watu kuchaguana mwezi mnazingua. Kwa hiyo fanya maamuzi na mambo yatatokea huko. 9, panda mbegu ya juhudi, nyeshea mizizi ya kujitoa. Kupenda jambo lote lile, panda mbegu ya juhudi kwanza. Mbegu umepanda. Alafu mizizi ya kujitoa na uinyeshe, uimwagie maji, nyeshe maji, ndio unastawisha. Unastawisha ile mapenzi ya juu. Na 10, acha moto ujengeke na sio kukimbiza. Rafiki unawasha moto, alafu unatoka unakimbia nao, huo moto utazima, si ndio? Acha ujengeke kwanza. Acha ujengeke. Hata mkao unauwasha, mara unauhamisha, hawezi kukaushika. Au unapanda mti wa mti, baada muda unakuwa unapanda tena sehemu nyingine. Unang'oa, hauwezi kupata mizizi. Hauwezi kukolea. Unapofanya jambo, hebu jipe muda. Sawa. Ni sana mahusiano. Unaweza kwa mtu mimi namwacha huyu, baadaye meendelea. Kumbe ulikuwa tu unaweka muda wa kutosha kwenye kitu. Inaweza kawe kazi, kazi hata sitaki hata. Hivi kazi naifanya muda mfupi tu nipate mtaji niondoke. Miaka 20 uko pale. Hii biashara nimejishikiza tu. Baada muda nitaachana nayo. Miaka 10 uko pale. Usikimbie maamuzi. Wewe weka juhudi. Kipe kitu muda. Wacha mambo ya kwambia. Uwezi kujua hata kesho kuna nini. Uwezi kujua. Yaani unajisumbua. Wewe weka juhudi zako. Wewe weka muda wako. Wewe jipe muda wa kufanya kitu. Na ninachokuhakikishia ni kwamba matokeo mazuri utayapata. Mafanikio utayapata. Hauwezi kushindwa. Ni kwamba tu swala la muda. Muda kiasi gani upate matokeo ndio jambo bora unapambania wewe. Nikupongeze rafiki wa kushiriki kipindi hichi. Umejifunza mambo ya msingi sana hapa kuhusu kwenda kujenga mapenzi ya dhati. Mapenzi ya kuzimia kitu, obsession na mafanikio. Hii ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, kupata vitabu vizuri vya mafanikio, vitabu vizuri vya fedha, vitabu vizuri vya biashara.